Asante mpenzi mtazamaji, na kushukuruni sana kwa kuendelea kunisubscribe kwenye akaunti yangu na kunilike. Nimekutana na swali juzi linaloelezea kwa habari ya watumishi wa Mungu, kwa maana wachungaji kutokuwa na maonyo kwa habari ya washirika wao na waongoza, hususan wale ambao aidha wenye kipato kikubwa katika shughuli zao, ambao pia wamekuwa na mafungu ya 10 ya kutosha, yale wanaona kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hata inapotokea mtu huyu anakuwa na matukio yasiyokuwa rafiki, mchungaji huyu inampa wakati mgumu hata wa kuweza kumuonya na kumkemea, kwa maana kuacha hizo kuacha hayo matukio ambayo yameenda kubadilisha muonekano wake na historia yake. Kwa hiyo wachungaji imekwisha kuwa na ugumu kushindwa hata kukemea madhambi ambayo watu hawa wanakuwa wanayafanya kwa kisingizio tu au kwa kigezo cha kulinda maslahi ya kile kipato chao ambacho kimekuwa chachu kwa habari ya mafungu ya 10, lakini pia hata kwa habari ya changizo mbalimbali ambazo watu hawa hutoa sana katika makanisa hayo. Kwa jambo hili limekwisha kuwa sugu sana. Watumishi wengi wanalinda sana washirika wa namna hii kwa sababu tu ya kile walichokuwa nacho, kwa sababu tu hata ikitokea kuna sherehe fulani au harusi, gari la mshirika huyu hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Lakini hata inapotokea changizo za maendeleo ya kanisa, mtu huyu huwa kipaumbele sana. Kwa hiyo hata inapotokea shutuma mbalimbali ambazo si nzuri, mtu huyu anasitiriwa kwa kigenzo hicho. Kwa mimi nafikiri sio kitu kizuri, na nafikiri si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kulea, mpango wa Mungu ni kutengeneza kanisa, mpango wa Mungu ni kukitengeneza kile kilichoharibika. Nafikiri ingelikuwa vema watumishi wafahamu hilo, kwamba kwa wale ambao wanakuwa wanaenda nje ya sheria ya Mungu, nafikiri msumeno nabidi ufuate leli namna ambavyo imesimama. Wamekuwa tu wakishutumiwa tu hawa wengineo vijana na nini, maana najua katika makanisa moja ya watu wanaosumbua sana ni vijana na wamama. Vijana kwa habari ya ujana wao kama inavyojieleza, lakini wamama wamekuwa na changamoto katika makanisa kwa sababu ya maneno katika vinywa mengine ambayo huchafua nuru ya kanisa. Kwa hiyo watumishi, nafahamu mmekuwa na hizo changamoto, lakini kwenye hili la kuwasitiri hao washirika ambao wamekuwa tu na mafungu ya 10 yalionona, wamekuwa wakitoa changizo zuri hii ya kuwafunika kwa kutetea hicho walichokuwa nacho, nafikiri ndo moja ya sababu mafuta mabichi katika madhabahu yamepotea, kwa sababu wamegubikwa watu ambao wamekuwa tu sasa sio baraka. Kwa hivyo wanavyovitoa wanageuka kuwa uchafu ndani ya kanisa. Wakati mwingine unaweza kukuta idara ya maombi napata changamoto kuchanganua ugumu wa ibada unatoka wapi. Kwa nini ibada inakuwa zito? Kwa nini watu hawafunguliwi? Idara ya maombi inapata kazi kubwa, inapambana na isijue chanzo chake ni nini. Lakini kama wewe mchungaji unaweza kawa unajua kwamba mojawapo ambayo yanayoweza kupelekea kuleta uzito katika huduma yangu pengine ni hawa wachache ninaoendelea kuwafunika kwa sababu tu ya vichache hivyo ambavyo wako navyo. Natumia lugha ya kusema vichache kwa sababu bado viko na vyote hivi. Miliki ni Mungu peke yake. Nafikiri tunapaswa tufahamu hilo. Miliki ni Mungu peke yake.
aliyowapa naweza akawanyang'anya kwa wakati usiotarajiwa katika maisha haya. Kwa hiyo ni vema sheria ifuate, sheria ipite katika usawa. Kama ni sheria ya kuweza kuwasema washirika wako kwa habari ya kuacha zinaa, kwa habari ya kutokuwa na maneno, kwa habari ya kuacha dhambi, kwa habari ya kuikataa zinaa, basi maonyo haya yapite kwa wote, ili kanisa liwe safi. Mungu atakapoitwa katika madhabahu hiyo, hakika yake atashuka kwa namna ambavyo pengine hujawahi kufikiria Mungu anaweza kushuka katika viwango hivyo. Kwa hiyo nafikiri haya ni ya muhimu ya kuyafanyia kazi, ili tuwe na kanisa lililo safi, ili Mungu atuonekanie katika huduma zetu. Itapendeza kama hayo yatafanyika, na Mungu atusaidie kanisa la leo, Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.